Leo tunajifunza jinsi ya kubadilisha skrini iliyoharibika katika hivi simu vidogo. Karibu sana. Sasa katika siku ya leo nakuletea fundisho hili la kubadilisha skrini yetu hii hapa tunayotaka kuweka, na simu yetu hii hapa. Kwa hiyo tunaenda kubadilisha skrini. Kwanza ni kuelezea matatizo ambayo yanasababisha simu yako iweze kuharibika. Simu yako, hizi simu ndogo hata ziwe simu kubwa, katika simu kubwa kuweka skrini shafundisha sana. Kuna video kama 3 katika chaneli yetu hii zinazozungumzia namna gani ya kuweka skrini za smartphone. Sasa katika siku ya leo nakufundisha jinsi ya kutoa hii skrini na kuweka skrini nyingine, na matatizo yapi yanayosababisha hii skrini isiwe nafanya kazi. Je, ikionyesha kitu fulani inakuwa imeharibika skrini, matatizo kama hayo. Cha kwanza, unaona inavyowaka hivi, kubadilisha maneno yakawa kinyume. Kwa mfano kama hapa, hii insert sim card inakuwa imegeuka hivi, hii alama ya beti inakuwa hapa chini na hivi vya chini vinakuwa, hii menu hii inakuwa juu. Kuna matatizo mengine kama tuonesha mwanga hapa, lakini ukichungulia kwa ndani unakuta simu yako inawaka vizuri, lakini hapa haionyeshi kabisa, uoni kama maneno yapo. Lakini ukichungulia kwa ndani, ukitafuta na tochi ukamulika, unakuta inaonesha vizuri. Kuna kingine kitu cha, kwa mfano kama walio wengi waga wanazikalia simu, wanakalia kwamba hii imepasuka skrini, inabidi kutolewa skrini. Lakini kuna wengine ambao wajui, wanakuja wanakuambia hauwezi ukaosha hii simu, hauwezi ukaosha hivi uchafu ambao vimeingia. Hajui kama ni skrini imevuja wino wake ndani, kwa hiyo haiwezi ukabadilisha, hauwezi ukaosha ndani mpaka ubadilishe skrini nyingine. Mpaka ubadilishe skrini nyingine, hakuna namna ya kuiosha mpaka toa hii skrini uweke skrini nyingine. Hauna gani nzuri, tumia soda waya hii hapa. Tumia soda waya. Ukishatumia soda waya ni nzuri sana kabisa. Hata kama hauna mafuta, soda waya inamaliza. Kwa mfano kama hapa ninatumia soda waya hivi, unaona simple kabisa, ni rahisi kabisa, kutoa vizuri. Unaona sasa, ukishamaliza kuitoa hii skrini, sio mbovu, nimeitoa kwa sababu nataka nikufundishe. Ukishamaliza kuitoa hivi, sasa ndo tunakuja kuweka ile ya kwetu. Sasa ile ya kwetu ukiangalia hapa haina soda waya hapa, bado ni mpya, haina soda waya. Kwa hiyo inabidi kwanza, hatua ya kwanza inabidi uwekee soda waya. Wekee soda waya namna hii. Unaona nimewekea soda waya jinsi nilivyofanya, na huku geuza, huku weka soda waya na kwenyewe. Halafu njoo bandike skrini yako hivi, uangalie miguu yote iende vizuri. Mfano onesha hapa, angalia miguu iendane na ile ya miguu ya skrini kama hivi. Alafu njoo upitishe soda waya yako vizuri, hii njia zote ziweze kushikana.
Ukishamaliza hapo, simu yako inakuwa tayari kwenda kutesti. Sasa unaweka betri, unawasha simu yako. Unaona, ingawa skrini yetu ni mbovu, hii sio nzuri sana, lakini nataka nikufundishe, nimekufundisha vizuri. Unaona skrini yetu hii ni mbovu. Zile mistari niliyokuwa nakwambia ni hii mistari, unaziona hii jinsi inavyochechemea. Sasa ukikuta simu inachechemea, inabidi ubadilishe skrini, weka skrini nyingine. Hiyo twende turudishe ile tuliyoitoa, ili tuondoe matatizo hayo. Kwa hiyo tunarudisha ile kwetu. Tunarudishia skrini yetu. Hapo itakuwa tayari. Funga simu yako. Matumizi yako yanaendelea. Asanteni sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho, na tutaendeleza katika mafundisho mengine. Utaona notification kwa sababu sijaandaa nitafundisha nini. Kwa hiyo hata na wewe unaweza ukanipa kitu nitakachokiandaa katika video nyingine inayokuja. Unaweza ukacomment hapo chini, nikakusaidia kitu kinachokusumbua, nikakufundisha au nikakuelekeza katika video. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe na comment na kulike pia. Asanteni.